Kila siku tuna jukumu la kuyachambua yale ambayo yameandikwa kwenye kurasa mbalimbali za magazeti, na tunavyozungumza tayari niko na magazeti hapa, mimi pamoja na mzee wangu Steven Mhina Dungumaro. Mimi ni Lilian Madelemo, tunaye Alois Chakala Mama's Boy. Amesimama kuhakikisha kwamba unatupata, unatuona kwa uzuri kupitia Uhuru FM TZ huko Instagram, lakini pia YouTube channel yetu, TikTok pia tupo mzee wangu, pamoja na Facebook. Vurugu ni nyingi sana. Vurugu ni nyingi kweli kweli. Dunia kijiji kwa kulitambua hilo. Nasi pia tuko huko duniani, na maanisha kwenye mtandao, yani utukosi kwa habari za kimichezo, burudani, siasa, kijamii, unazipata kupitia Uhuru FM TZ. Asante kwa jambo hilo zuri, na napokea salamu za Maalim Hassan Alida Mbaya. Naona kwenye group pale alitoa salamu zake za upendo. Baba Raudha mahala popote basi ulipo, naamini uko nyumbani, maana kama mahala popote nitaleta shida, na mimi mzazi sitaki kuleta nongwa. Baba Raudha, tumepokea mtaalamu wa maudhui ya digitali. Technical advisor yule. Hatari kweli. Mzangu pamoja na msikilizaji ambao anatusikiliza wakati huu, tunalo gazeti la Uhuru, gazeti la Zanzibar Leo, gazeti la Nipashe, Mwananchi, pamoja na gazeti la Mwanasport, na moja kwa moja tukazitazame taarifa ambazo zimeandikwa katika kurasa za mbele za magazeti. Meza ya magazeti, kurasa za mbele za magazeti. Naam, hivi ulisema tusiseme gazeti kongwe? Tulisemeje sasa? Ni gazeti mahiri tu. Mahiri. Mahiri. Unajua ukifanya kazi kwa muda mrefu, automatically kuna vitu unakuwa umejengeka zaidi, unakuwa ni mahiri. Kwa hiyo huna makosa. Yaani hao jamaa hawana makosa. Lakini si binadamu. Of course, yale makosa ya kibinadamu kama sehemu nyingine uyakuti sana huko. Unajua kuna makosa ya kibinadamu, afu kuna neno la kizungu linaitwa common mistake. Yani common mistake ni makosa kila wakati yani. Sasa hayo kibinadamu hapa kwetu Tanzania kibongo utayakuta wapi hayo makosa ya kibinadamu ambayo yanapatikana kila wakati? Kwenye michezo, kwa marefari. Tuwaombe dua Mwenyezi Mungu awaondoshee basi. Amina. Sawa, tunaanza kulitazama gazeti la Uhuru. Uhuru wao wameandika 40 wa foleni huu hapa utasaidia kuboresha mfumo wa usafiri, kuongeza tija ya kiuchumi na kuinua ubora wa maisha ya wananchi. Uhusisha majiji ya Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma na miji ya Pwani, Iringa pamoja na Singida. Mzee wangu 40 tumeupata. Naona kuna miji mingine midogo tu imetajwa. Sasa mzee wangu nataka kusema kwani hiyo haina foleni ama? Yaani unajua mikoa yenye foleni ni yale majiji makubwa. Kwa mfano kwa sasa unaweza kuzungumza Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, Tanga, Dodoma. Tanga mwatakuwekwa yepo. Haikuwekwa, nashangaa. Sasa Tanga foleni watu wanaenda. Kuna foleni mpaka za baiskeli pana. Ndio maana kumbe haijawekwa. Lakini kuna taarifa inasema tume uchunguzi wa kijinai ya wagusa wasomi. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru. Rais Samia ateua majaji wa mahakama ya rufani, na CCM imewaheshimisha wanawake, asema Chatanda. Mwanzo mwisho simulizi mauaji ya Mchina da, na iPhone kubeti janga jipya la fedha mikopo ya elimu ya juu. Watu bwana, naona hasa wanafunzi wetu wanaona kwamba bila kuwa na iPhone, yani unaonekana bado wewe soa mjini. Lakini kumetajwa pia kubeti kwamba ni janga jipya fedha za mikopo elimu ya juu. Na ndio maana iPhone kuna wengine wanapigwa. Zipo iPhone zinatengenezwa Mbagala, zinatengenezwa Kariakoo, zinatengenezwa Manzese. Mzee wangu utaitwa wakatoa ushahidi. Wanatengeneza. Unajua? Si za kunjunga. Za kunjunga tu. Yaani unajua kwa nini nasema hivyo zinatengenezwa huko? Kwa sababu iPhone ni ile OG. Namna matumizi yake, mimi sijawahi kutumia iPhone. Wala sio muumini wa kutumia iPhone. Japokuwa uwezo wa kuihandle iPhone unao. Lakini wanaotumia iPhone wenyewe, na wewe ni mmoja wao, mnazifahamu kwamba hiyo maana kumekuwa na kopi nyingi sana. Sasa hizo kopi zinaweza kuwa zinafanywa ujanja tu mjini hapa.
Sawa mzee wangu. Tukiachana na gazeti la Uhuru, tuangalie kilichoandikwa na Zanzibar Leo, ambapo anasema Hemedi, ubora wa bidhaa silaha ya kukuza uchumi. Taarifa imeandikwa na gazeti la Zanzibar Leo. Sijaipata vizuri. Ubora wa bidhaa silaha ya kukuza uchumi, amesema Hemedi. Hamed Suleiman Abdullah. Huyo atakuwa ni makamu wa pili. Lakini Ulega aomba bajeti ya milioni 2.5 kuimarisha ujenzi trilioni 2. Yes, ujenzi wa miradi ya ujenzi. Na Wizara ya Ujenzi inapata changamoto kwenye bajeti kwa sababu watu wengi wanategemea miundombinu hiyo. Sasa mara nyingi wabunge wanakuwa wakali kweli. Kwenye wizara mbili hasa kubwa, ujenzi, wizara ya maji, au wanapata changamoto sana. Kwa nini sasa? Kwa sababu maji ni lazima utayatumia kuyanywa, kuyaoga, kufanya chochote, kufulia, vyovyote vile maji. Kwa hiyo kama kwenye jimbo hakuna maji, mbunge hawezi kukubali kwa sababu kwa vyovyote wananchi hawezi kumkubali. Lakini swala la miundombinu, barabara zenyewe changamoto. Kama mtu ana jimbo alafu halina barabara pia hawezi kukuelewa. Lakini mambo mengine mnaweza mkaelewana tu kidogo. Hizo wizara mbili zinakuwa na changamoto sana bajeti yake. Dr. Mwinyi afanya uteuzi wa viongozi. Taarifa hii ipo ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na Dr. Samia ateua majaji mahakama rufani. Naipata pia hii taarifa iko katika ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Mkutano wa Xi na Putin waangazia masuala ya nishati na ujenzi barabara Mnazi Mmoja Malindi kuanza Juni 1. Limeandika gazeti la Zanzibar Leo. Naam. Zanzibar hiyo. Kitajiwa pale Mnazi Mmoja Malindi kuna kwa Juni, basi unajua moja kwa moja. Michenzani, Forodhani. Na Forodhani najua ukienda Zanzibar ni maeneo ambayo unayapenda. Maeneo yangu ya kujidai. Lakini kwa upande wa Nipashe wao wameandika kigogo CCM alikoroga. Ni bosi wa UWT Mary Chatanda alidai akipewa dakika moja watapotea. Msajili ailima CCM barua akiipa siku 9 kujieleza. Okay. Yes. Ndio maana ya msajili wa vyama vya siasa kwamba yuko huru. Ukikosea yeye kama kamisa anakupa memo, ajieleza, na ndio jambo zuri. Na mimi nataka watu wafahamu kwamba CCM na kwenye siku na binadamu. Kwa hiyo yani hata sisi waandishi au watu wengine wa kawaida wasitegemea kwamba CCM kuna wakati fulani wanaweza wasikosee. Ni binadamu. Kwa hiyo kama kuna kauli inatoka alafu kidogo imeleta ugagaziko, ni mambo ya kibinadamu. Ile mradi tu matendo yao hayaakisi wakati mwingine hizo kauli. Kwa sababu hata kama naamini angekuwa Mary nafasi mimi, Mary namfahamu dada yangu, nadhani wakati mwingine ni kauli za kisiasa majukwani unaweza kuzitoa ya. Lakini bajeti ya kufungua nchi, msukumo Ulega tangaza ujenzi barabara nchi nzima, flyovers, madaraja taa kungarisha nchi. Kusini Arusha, Mwanza, Mbeya na Dodoma vicheko. Serikali anza mpango mpya wa hati fungani za miundombinu. Trilioni 2.5 kiasi kilichoombwa kwa ajili ya utekelezaji majukumu ya Wizara ya Ujenzi 2026-2027. Katika Wizara ya Ujenzi, kwa mfano mimi leo alafu naambiwa bwana wewe ndio waziri wa ujenzi. Unaweza ukapita na notice nzuri sana ili ufanye kazi vizuri kwenye hiyo wizara. Mimi nashauri bwana Abdalla Swahiba, ndugu yetu. Mwanao sana. Ni ndugu yetu, si mwanangu sana. Lakini kama ndugu yetu, mtu mwenzetu wa Pwani, bwana Abdalla. Unaweza ukafanya vizuri zaidi kwanza. Siku za kwanza tu zile unaenda kufukua zaidi nondo ambazo zilifanywa kazi na watangulizi wako, na hasa kwenye nchi. Lazima mimi binafsi yangu ninavyoona kwenye nchi yetu, miundombinu ya barabara, kuunganisha hii nchi kwa barabara kwa lami katika maeneo makubwa, ilianza awamu ya 3 ya Benjamin William Mkapa. Pale kwa mtazamo wangu mimi naona ndo nchi ilianza kuunganishwa kwa lami kwenye nchi nzima, kila wilaya, maeneo mbalimbali. Lakini mtu aliyefanya kazi hiyo 100% ni Daktari John Pombe Magufuli alivyokuwa waziri wa ujenzi. Kwa hiyo waziri wa ujenzi yoyote ukiingia, kama mimi wanataka ushauri, anza kuangalia Magufuli alifanya nini kwenye miundombinu akiwa waziri wa ujenzi.
utaweza kupita vizuri sana. Acha mbali Magufuli huwa urais. Lakini miundombinu ya barabara na madaraja, Magufuli alifanya kazi kubwa sana. Na kama unakumbuka, Mzee Mkapa kabla hajafariki aliwahi kusema wakati wanazindua, aliitwa Mzee Mkapa akafungue ile daraja lile la Mkapa pale ukiwa unaenda kusini Mtwara. Anasema alifika pale na kabla ya pale mzee Magufuli alimuomba Mzee Mkapa, akiwa Mkapa rais, Magufuli waziri wa ujenzi, akamwambia bwana, mimi naomba tutafungua lile daraja, tutakualika mzee, sasa utakapokuja pale naomba lile daraja tuliite jina lako. Mzee Mkapa akamwambia hapana, tafuteni jina jingine mtaniletea pale. Sasa Magufuli alikuwa very technique. Siku ya kuzindua lile daraja, rais yuko pale kakaa, wananchi unaambiwa hivi mtu nyomi, unaambiwa lile daraja watu walikuwa hawaendi huko kusini, yani ilikuwa ni changamoto. Ukienda kusini unaambiwa bwana unaenda Mtwara, unaenda Lindi, unaanza kuwaza unaweza kuchukua wiki 3. Pale palikuwa na changamoto sana kwenye daraja. Sasa lile daraja wakati bwana Magufuli sasa ndio yuko pale anaanza kutoa speech kuelezea lile daraja, akawauliza wananchi, wananchi, daraja hili mnapenda liitwe jina gani? Sisi tulifikiria labda liitwe Benjamin William Mkapa. Wananchi wote wakaambia, wanaitikia, wanakubali kwamba liitwe Mkapa. Sasa Mkapa alipokuja pale kwenye maiki hakuwa na namna. Wananchi, unajua hii nchi yetu, wenye nchi ni wananchi. Nyie viongozi mko kwa ajili ya kutumikia wananchi. Wewe rais, wananchi wanashangilia, wanataka jina lipewe, daraja lipewe jina lako. Alafu waziri ya kusema kama tuliite Mkapa, kawauliza wananchi, wananchi wakalipuka.